Habari yako mdau wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Kamrin. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamgisha. Ninafurahi tena kwamba tunatizamana tena kwenye screen. Naamini unaendelea vizuri kabisa, na leo nimekuandalia episode nyingine inaitwa Nidhamu ya Alfajiri, lakini pia tutagusia tabia ya kugairisha mambo. Namna gani uishinde tabia hii ya kugairisha mambo. Naamua leo, nitafanya kesho kutwa. Mpaka leo tunakuja kuongea, hujawahi kugusa hicho kitu. Unajijua bana kwenye maeneo hayo namna gani yanaendaga, sio? Kwa kuna tabia ambayo inakufanya, kuna vitu ambavyo pengine uvifanyi kwa usahihi sana, ndio maana unashindwa kutimiza kile ambacho umepanga ukifanya. Kwa leo niko hapa na mwalimu wangu anaitwa Elton Modest. Elton Modest ni nani? Ni mwelimishaji wa jamii kuhusu afya ya akili, lakini pia ni mwalimu wa masomo ya sayansi na ni mwandishi wa vitabu kuhusu maendeleo binafsi. Na hili ni eneo lake, kwa sababu hii nidhamu ya alfajiri pamoja na hii tabia kugairisha mambo ni vitu vyako, maendeleo binafsi, yani ni wewe kujiendeleza katika haya maeneo. Kwa karibu sana Elton Modest. Asante sana dada Irene. Yep. Kwa hiyo tuko hapa kujifunza hayo. Nimekutambulisha kwa namna ulivyoniambia, labda kama kuna nyongeza unaweza ukasema. Nashukuru sana dada Irene. Umenitambulisha vizuri sana. Ni mwalimu, mwandishi na mwelimishaji wa jamii. Na unaipenda kazi yako sana. Alright, feel at home. Asante sana. Haya, tukiingia moja kwa moja kwenye kilichotuleta hapa. Naomba utuambie nini maana ya nidhamu ya alfajiri. Mtazamaji wetu, ninapenda kuielezea nidhamu ya alfajiri kwa maneno mepesi kabisa kwamba ni desturi endelevu ya kuamka alfajiri na mapema. Na desturi hii ya kuamka alfajiri na mapema, hii alfajiri ninayoizungumzia hapa ni saa 9 kwa baadhi ya watu, saa 10, saa 11, na kwa wale wanaochelewa sana saa 12 asubuhi. Lakini mara nyingi tunazungumzia saa 10 hadi saa 11. Kama unaweza kuamka muda huo kwa utaratibu endelevu, sio unaamka siku ya kusafiri tu, sio unaamka siku ambayo labda una mtihani tu ili uweze kujiandaa kwa ajili ya mtihani. Hapana, kama ni desturi yako endelevu, maana yake sasa wewe una nidhamu endelevu ya kuamka alfajiri na mapema. Na hiyo ndio nidhamu ya kuamka alfajiri na mapema. Lakini jambo jingine la muhimu hapa kusisitiza ni kwamba nidhamu ya alfajiri pia ni tabia kubwa sana inayochochea mafanikio na maendeleo yako binafsi. Kwa hiyo ni vizuri sana kama wewe ni mtu ambaye unapenda kupiga hatua fulani, ukajitahidi sana kujenga tabia hii, kwa sababu ukijenga tabia na nidhamu ya kuwa unaamka alfajiri na mapema, maana yake ni kwamba kuna vitu vingi utaweza kuvifanya na kuweza kufanikisha malengo yako mengi ulionayo katika maisha. Alright, sawa. Kwa ni kujenga nidhamu ya kwa muendelezo, yani sio kesho sasa na mgeni asubuhi ndo inabidi utamaduni endelevu, iwe desturi. Iwe desturi yangu kufanya hivyo. Lakini ukweli mimi sio alfajiri sana, niwe tu mkweli katika hilo. Basi kuna faida gani za kujenga nidhamu ya kuamka alfajiri? Yaani mimi nitafaidika nini mimi? Umeniuliza swali zuri sana dada Irene, kwa sababu ni takriban wiki 3 zilizopita mtu aliniuliza, sasa kaka Modest, kama kazini naanza kazi saa 2 asubuhi, kuna haja mimi kuamka alfajiri na mapema? Sina mishemishe mjini, nafanya kuamka alfajiri na mapema ili niende wapi? Sasa nilitabasamu na nikacheka kidogo, lakini nikaamua kuchukua jukumu la kumweleza kwamba hatuamke alfajiri na mapema ili kuwahi kazini. Na kama unafanya hivyo, hayo ni miongoni mwa makosa unayofanya, kwa sababu tuna watu ambao wanaamka alfajiri na mapema kwa ajili ya kuwahi kazini ili kukwepa foleni barabarani. Kuna watu ambao wanaamka alfajiri na mapema kwa sababu wana safari ya kwenda mkoani. Kuna watu ambao wanaamka alfajiri na mapema kwa sababu kuna mgeni fulani inabidi wampokee. Kama unafanya hivyo, huwezi kuona manufaa ya kuamka alfajiri na mapema, na mara zote utaubeza umuhimu wa nidhamu hii. Sasa, faida za kuamka alfajiri na mapema huwa ni zipi? Kwanza kabisa ni kwamba unapoamka alfajiri na mapema, unapata nafasi na muda wa kufanya kazi zako za muhimu pasipo ya purukushani zozote zile. Hakutakuwa na mtoto wakuja analia anasema, mama, sasa mdoli wangu iko wapi? Hapana, amelala, kwa unaweza kufanya kazi zako vizuri. Hakuna mtu anayekuja kukwambia hivi umbea wa jana dada hili umesikia kilichotokea? Hapana, unaweza kufanya kazi zako kwa amani na utulivu. Kwa hiyo hiyo huwa ni faida ya kwanza. Lakini faida ya pili ni kwamba unapata nafasi ya kufanya vitu ambavyo
kawaida vinahitaji utulivu na usingeweza kuvifanya vizuri kama ni muda mwingine. Kwa mfano, ibada ni rahisi kuifanya asubuhi na mapema kama utaweza kujenga hiyo desturi. Lakini kitu kingine cha muhimu ni kwamba kama wewe ni mtu ambaye unakaa nje ya mji kidogo na tunajua kuna changamoto ya kufika kazini, inakuruhusu kuweza kuwahi kazini kwa sababu kuna foleni barabarani. Kwa hiyo ni rahisi kwako kuokoa muda. Muda unaotumia alfajiri kufika kazini ni tofauti kabisa na muda unaotumia kutoka kazini jioni kurudi nyumbani, kwa sababu jioni inakuwa ni muda ambao foleni barabarani ni nyingi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna faida nyingi, lakini kikubwa hapa ni kwamba ule muda wa alfajiri ukiutumia vizuri unaweza kupata manufaa mengine. Ndio maana tunasema alfajiri ni wakati mzuri. Desturi hiyo ni kitu kizuri kwa ajili ya mafanikio. Kuna mtu aliwahi kuniambia kwamba nikiamka alfajiri nikaomba, nikafanya ibada, maombi yangu yanaenda haraka sana kwa Mwenyezi Mungu. Ninamwamini, japo ni mambo ya rohoni, lakini kwa kigezo cha kwamba kuna utulivu wa mazingira, kuna utulivu wa akili na nafsi, hujapata taarifa mbaya, hujapata habari za mtu kukatisha tamaa, ni rahisi kwako kuzama rohoni. Ndio. Hapo sawa.